kama vile ambavyo unapata kwako wewe, mpenzi wangu. Wewe ndo furaha yangu, ndo maisha yangu ya pekee yaliyobaki. Usijali mpenzi wangu, nakupenda sana. Yaani nitakupa mahaba ya ndani mpaka uchanganyikiwe. Wow, kweli? Ndio maana unaendelea kunichanganya. Robi, unafanya nini? Penzi wangu unanisaliti. Kwa hichi nachokiona hapa, haina haja ya kuuliza wewe ni nani. Kwani unanifanyia hivi Robi? Kwa nini? Hivi unajua maumivu ya mapenzi kweli wewe? Unazungumza kuhusu maumivu ya mapenzi? Wewe ndio ulikuwa unajua maumivu ya mapenzi Helen. Ni mara ngapi nimeomba penzi lako, lakini kila siku naambia nisubirie, nivumilie. Hivi unataka biki lako maana hajaitoa? Ina maana umeshinda kuvumilia kwa kipindi kifupi kilichobaki mpaka unaamua kunifanyia hivi? Helen, kumbuka mimi sio mgonjwa. Mimi ni mzima, nilijali, ninakula na kushiba. Hivi hebu niangalie, kwa karne ya sasa ni mwanaume gani anaweza kukaa bila kupata haki yake ya msingi ambao ni haki ya ndoa? Kwa ndoa ipi unaizungumzia? Ndoa ipi Robi mpaka nikupe haki yako ya ndoa? Hapo ndipo ulipokosea. Hata kama nikiwa sijakuoa, mbona mwenzio wananipa? Na kanipa. Huyo ni kwa sababu ananipenda. Anazijali hisia zangu. Hapendi kuona nikiteseka mama. Mimi nachoomba tu uondoke tu. Asante kwa yote Robi. Huenda sio chaguo langu. Leo ndo nimeamini kuwa wanawake tuna utofauti mkubwa. Wakati mmoja analinda mali yake kwa gharama yoyote ile, mwingine anaigawa ovyo. Kumbuka aliyozoea cha bure hukinaishwa mapema na thamani yako itashuka. Okay. Nadhani tukapumzika please.
Habari yako? Salama. Kwema tu, mzima. Mzima. Kuna mtu nanitafuta. Nimeelekezwa kwamba anaishi hapa. Labda nikuonyeshe picha yake hii hapa. Sawa, unaweza kunisubiri ndani ya dakika moja? Dakika moja? Basi naomba nisubiri kwa dakika moja. Nakuja. Asante. Sasa naam, ninaomba kwanza nipatie picha kidogo, kwa sababu nimezungumza naye, anahitaji hiyo picha. Hii picha? Yeah. Ndio yeye mwenyewe? Yeye. Haya. Tunaacha kwanza nimpelekee. Haya. Alafu nitakurudia. Haina shida. Subiri kama dakika moja. Sawa. Haina shida. Karibu ndani. Karibu. Haya. Kuwa na amani. Asante. Habari yako? Asante, mzima. Asante. Habari za hapa? Mzima. Naitwa Thomas. Ni mvulana, ni mwanaume ambaye nilikuwa nalukia kwa muda wote ndotoni, lakini yaliyokuja kutokea yananifanya nishindwe kuelewa baadhi ya mambo, kama kwani umechelewa kumwacha Malaika peke yake? Kwa sababu Malaika ametumia mbawa zake ili kuwahi eneo la tukio. Inabidi nikupe hapa. ndivyo ilivyokuwa kipindi chote. Najaribu kutafakari hivi kitu kinawezekanaje. Unajua huyu mwenyewe zaidi nimefanya mchoro ni jambo ambalo linaumiza moyo wangu kiukweli. Nashindwa kuvumilia na nashindwa pia kuelewa. Nisamehe kwa kuwa nilikusumbua. Nilikuona mara ya kwanza saloni, ukanipotea. Mara ya pili tena nilikuona ukakumbatiwa na mtu mwingine, ukaondoka na wewe. Na mara ya tatu ndo niliokuonyesha mchoro huo niliokuchora. Ukanisukuma ukasema wewe uitu Lukia, unaitwa Helen. Kwa kweli nimeumia sana. Nimeshindwa kuvumilia. Ndio maana nimetafuta kote unakokaa. Nimeulizia
sehemu nyingi, ndio maana nikaelekezwa kwa unakoishi. Naomba tafadhali uwe basi rafiki yangu, kwa sababu siwezi kuishi bila wewe, Rukia wangu. Eti Rukia tena. Helen, siwezi kuishi bila naomba basi unipe hata namba ya simu tu marafiki. Asante kwa maji. Helen, mvuto wa rangi yako unampagusha kila mwanaume akuonaye, lakini pia urembo ulionao ni sawa na nyota ya angani inayobadili rangi katika kiza totoro. Unamaanisha nimeteka moyo wako? Hapana, wewe si mtekaji, bali moyo wangu umeridhia kwa hiari yangu mwenyewe. Thamani yako kwangu ni sawa na maharaj. Maharaj? Nini maharaj? Maharaj ni neno la Kihindi, ikiwa na maana ya mteule. Helen, wewe umeteuliwa kuwa wangu, niliyekusubiria kwa muda mrefu. I love you. Nakuomba niruhusu nikuite Rukia wangu. Nimeweka zawadi ndogo kwa ajili yako. Naomba uipokee kama utojali. Utaipokea? Ndio. Naomba nikuveshe kama utojali. Kweli Helen, huo mkufu ni wenye thamani kubwa sana na ni wenye maana kubwa sana kwangu. I love you. Kweli. Thomas. Do you love me?